unataka kuwa discouraged, usigive up. Kwa sababu kazi ambayo Mungu amekupatia ni kubwa, mpaka hii maono isimame. Katika jina la Yesu. Welcome to the today too of God is doing a new thing. Revival in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Mwani wako vino matawe Nimesimama kwenye madhabahu haya yako kwa apostol. Baba Mungu umeteua na kunifanya nisimame siku ya leo. Na nikaseme mausia yako mfalme wa Israeli. Mimi ni chombo, naomba ukanitumie. Ni watu wako inakungojea mfalme. Naomba wakati huu mfalme ya kwamba anga hii
Baba, itaachilia chochote ambacho ni chetu. Naombea kila mmoja katika mahali hapa ya kwamba anga hii itaizuia neno katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakamata mkuu wa anga, hatazuilia neno lako Mfalme, maana haukutuita Mungu wetu na ili tuachilie kwenye nyika, bali wewe ni mwaminifu kila wakati katika jina la Yesu Kristo. Wakati ulituma mtumishi wako Reverend Ben mahali hapa, Mfalme wa Israeli, ulijua chochote ambacho kilihitajika na ukawampea wana kwenye madhabahu haya, nami umenituma kama sauti yako. Baba, nisaidie ninaposema mausia yako, Mfalme wa Israeli. Roho Mtakatifu katufunulie tukajue jinsi utakavyo katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu kwa pamoja nasi mioyo yetu inakufungukia katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaomba na hata na kuamini. Situpigie Mungu wetu makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen. Ninajuanga wakati Mungu anakumbuka watu. Hii wimbo Mungu alinipea wakati siku moja watu waliona kama mimi ni wazimu, maana nilikuwa kwa hali ambayo singeweza kuelezea, lakini Mungu akanipigania katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Leo kuna kitu moja nataka kusema ya kwamba hatutazuiliwa. Nasema hatutazuiliwa. Sikuze neighbor, mwambie kwamba mimi sitazuiliwa tena. Na ukiona mtu hakuambii mambo ni mawili, ni yeye anakuzuia ama already amezuiliwa. Sasa mwambie kwamba sitazuiliwa. Unajua I thank God kwa sababu katika revival kuna moto inakuanga. Hii sasa sio fellowship, ni moto. Abia mwingine ni moto. Lazima tutasukuma na kwingine hauko unafikiria utaenda. Lakini kwa sababu ya moto ya revival lazima utafika katika jina la Yesu. Na sasa mahali Reverend aliwafikisha, leo nimekuja kuchukulia mahali hapo, because in the second day in the mighty name of Jesus, can I tell you, hakuna kitu shetani, adui, waganga, wachawi, kifaina wanaweza zuilia tena, maana tuma break out in the mighty name of Jesus. Hey! Sasa ni wakati wa kunyakua. Salimia watu watatu, waambie high five, wakwambia napenya sasa. Waambie sasa napenya. Hey! Unajua kitu moja, ainako maana every instruction. Ukiambiwa kitu na mnabii, hiyo ni baraka. Unaweza salimia huyo, usalimie destiny connector. By the way, unajua unakuwa unaweza kuwa unafunga unaenda kule, lakini mwenye amebeba baraka yako ni huyo baraka yako. Akushikanishe na baraka. Bwana asifiwe. Nataka tusome ujumbe katika kitabu cha Judges. Judges ni waamuzi. Sina ya kwa Kiswahili naweza nisome vizuri. Ama nisome na Kizungu alafu ni tafsiri. Kuna mtu akona ama nisome tu hii mtanikubalia, lakini sitaongea Kizungu, nitaongea Kiswahili. Si sawa? Biblia inasema Judges 11 kutoka mstari wa kwanza. Nasema hivyo kwa sababu najua niko na wazazi wangu hapa. Na unajua ukisoma Kizungu ni kama hauelewi wa kweli. Sasa ni vizuri niseme hivyo. Si mnanikubalia nisome hiyo? Mnajua hiyo? Bwana asifiwe. Judges 1 ama waamuzi. Atiririforoli. Atiririforoli, waamuzi, na ndio bado Judges 1. Biblia inasema kwamba now Jephthah the Gileadite was a mighty man of valor, but he was the son of Aharod, and Gilead begot Japheth. Verse 2. Gilead's wife bore sons, and when his wife's sons grew up, they drove Jephthah out and said to him, you shall not inherit, you have no inheritance in our father's house, for you are the son of another woman. Then Jephthah fled from his brothers and dwelt in the land of Tob, and worthless men banded together with Jephthah and went out raiding with him. Verse 4. It came to pass after a time that the people of Ammon made war against Israel. And so it was when the people of Ammon made war against Israel, the elder of Gilead went to get Jephthah from the land of Tob. Verse 6. They said to Jephthah, come and be our commander,
that we may fight against the people of Ammon. 7. So Jephthah said to the elder of Gilead, did you not hate me and expel me from my father's house? Why have you come to me now when you are in distress? And the elder of Gilead said to Jephthah, that is why we have turned again to you now, that you may go with us and fight against the people of Ammon, and be our head over all the inhabitants of Gilead. So Jephthah said to the elder of Gilead, if you take me back home to fight against the people of Ammon, and the Lord delivers them to me, shall I be your head? Shall I be your head? Verse 9. Bwana asifiwe. Sema amen. Na wakaapa wakasema verse 10, and the elders of Gilead say to Jephthah, the Lord will be a witness between us if we do not do according to your words. Bwana asifiwe. Hii ni ujumbe ambao watu wengi wanaelewa. Na tunasoma juu ya mtu mmoja alikuwa anaitwa Jephthah. Jephthah alikuwa mtu ambaye alikuwa na nguvu mpaka Biblia inamtambua. Lakini kulikuwa na kashida kidogo, alikuwa amezaliwa pengine nje ya ndoa. Kulikuwa na kasoro fulani, ambie mwingine kasoro. Lakini huyo mama aliyekuwa ambaye hakuwa mama yake original, wakati alizaa vijana wengine wakakuwa wakubwa. Na wakati walipokuwa wakubwa, ikafika mahali watafunguka macho na waanze kuona kwamba kuna ulimi. Na Biblia inasema kwamba wakaambia Jephthah, wewe hakuna kitu utapata ngo. Hakuna kitu? Sasa wakaanza kujudge, wakaanza kutambua kwamba wao ndio wana wa mama yao, lakini Jephthah si wa the original mother. Kuna kitu nataka kuangalia hapa. Nitenda tu pole pole utashika. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema kwamba wakati ambapo aliambiwa hivyo, akapotelea msituni ulioitwa Tob. Bwana asifiwe. Lakini wakati ambapo alifika kule, Biblia inasema kwamba alikana watu waliokuwa mpaka na wanawinda. Imagine mpaka akazoea, ikakuwa lifestyle. Sema lifestyle. Ndio sometimes kuna wakati alisukumwa mpaka akaona ya kwamba maana wamenikataa watu wa nyumbani. Hiyo ni kusema kwamba sitarudi kule tena. Na Biblia inasema kwamba akazoea maisha hayo. Mpaka siku moja Waamoni wakaanza kupigana na hao watu. Wazee wakampata Jephthah wakamwambia, tumekuja kwako. Na tumekuja kwa sababu ya kusudi moja. Maana tumeona wewe ndio kiongozi wetu wa vita. Na wakati walifika pale, Jephthah akakumbuka, nilikuwa nimeitwa na Jehova, mliniondoa. Akawaambia, sina shida, lakini tusikizane kitu moja, ya kwamba nikiwapeleka Mungu awapiganie na mimi niwe kiongozi wenu. Na akasema tusikizane hii kwanza. Imagine mpaka verse inasema kwamba wazee wakaapa. Hiyo ni kana hao, because now it's a new beginning. Walikuwa wameondoa Jephthah wakamfukuza. Na Jephthah akakaa sana nikubali, ni kama mimi nilitupwa. Sema kutupwa. You know, sometimes kuna mambo hutusukuma, inatupiga mpaka inafika mahali wewe mwenyewe unajiona ni kama hiyo ndio life yako. Mpaka unaanza kushukuru Mungu, asante kwa sababu ya maisha ambayo ninakaa. Lakini kitu moja nashukuru Mungu, chenye Mungu amesema juu yako, hata kama itazikwa wewe ni mbele. Hata kama utapita kwenye moto, hata kama kanaiku, Jephthah akakumbuka, okay, mnanikuchia na mlinifukuza, including my brothers, including the whole area. Sasa hata sio brothers wanaotafuta, sasa ni wazee wa area. Nimekuja kusema katika hili ndio second day, ya kwamba mahali tuliondolewa kuna haki ambazo zilisimamishwa, na ukasema kwamba sitabishana na wao. Lakini kuna kitu nimekuja kusema, kama Mungu aishivyo, hata kama kulikuwa na haki, Baba anaweza badilisha katika jina la Yesu. You know why? Kwa sababu ya kusudi uliyobeba ya Mungu ndani ya maisha yako. Kama kuna kitu ambacho unafaa kulinda, sio mali zenye uko nazo, sio masomo yuko nazo, sio jina lako, lakini unafaa kulinda mbegu ya Bwana ndani ya maisha yako. Watu wengi wataanza kutafuta the weakness katika maisha yako, lakini kuna kitu nimekuja kusema by the grace of this altar, na kama nimetumwa na Jehova, ambacho kiko ndani yako lazima kitachomoka katika jina la Yesu. Unaweza kuwa unakaa kijapani, lakini ni wewe umebeba msaada. Kuna kitu nitasema hapa, your position ama mahali umewekwa does not determine, haifanyi utufanywe bure. Mzungu anasema kwamba
Ninasema hivi, mahali umewekwa, unaweza wekwa nyuma, lakini heaven inaona ni wewe uko mbele. Unaweza tupwa kwenye kichaka, lakini mbingu ikikutazamia haioni mtu aliye katika kichaka, inaona mtu ambaye anafaa kuongoza watu walio katika siki. Leo nimekuja katika jina la Yesu, na ninaambia mtu siku ya leo hatutazuiliwa tena. Kuna kitu ambacho unafaa kulinda jirasili, ambacho shetani anapigana nacho usiku na mchana, ni mbegu ya Mungu ndani yako. Ukiona mtu ambaye anataka kukuondoa kwa Mungu, huyo mtu ni adui wa mwisho. Na huyo mtu hufai kuongea na yeye, hata kusema tunamuombea ageuke. Wewe ngoma. Kuna watu ambao katika maisha yetu, kwa nini tuna waste time kuombea watu tunajua wanajaribu kuua destiny yako? I thank God, hata kama mimi ni mchungaji, I have my pastor, my father. Kuna wakati namwambia daddy nisaidie kuomba, ananiambia my son, wacha kuombea hii ni waste of time. You have kuna watu nimekuja kuambia hapa, most of the time tumeomu mchungaji, na mchungaji hana shida, maombi anaomba. The problem, kitu yenye umeshika ni kitu ambacho kinakumaliza. Kuna watu ndani ya maisha yao yenye unaombea ndio kisu yako. Kuna watu, unajua kuna watu walikaa, tumebeba msalaba, sasa wanasema kuna watu mpaka saa hii you are not serving God kwa sababu kuna mtu umebeba, na in fact the advisor yako, the advisor yako na ndiye anakumaliza. Hao watu waliopiga Jefitha sio adui, ni step brothers, and they knew, na walijua this man is a mighty man. Na chekilifanya apigwe is just one weakness. Hakuna mtu hana weakness. Muza mwingine mwambie leo uko na weakness. Acha kuona ukomia kwa 100. Nani alikudanganya? Ukawa ukomia kwa 100 tafadhali unaenda ahera. Mtu ambaye amekamilika na ako sawa, hakai dunia hii, anaenda kukaa na Mungu. Tumemfungua Bwana asifiwe. Na in fact, can I tell you, Mungu hatumiani mtu aliyekamilika. Ukitaka kutafuta Mungu ambaye Mungu anatumia, ni huyu wako na weakness. Akikubali kujitakasa. Maana unaweza kuwa na weakness ukae D. On there. Lazima hata ukae kwa laini. You must arrive. Lazima ujiweke mahali ambapo kuna faa. Hallelujah. Kuna kitu moja na niulizanga. Today nitumie mfano wa mama yetu. Mama yetu anaona watoto wake hapa, ameona grandchildren. Kwa nini ana kila wakati anamsana? Anamshua sometimes ni Reverend anamwambia udoge Kenya. Anataka kwenda lakini Reverend anamwambia doge Kenya. Do you know why? Hii miaka yote amekaa, kuna kitu ameona. Ukiona Reverend, unajua nimekaa na Reverend, mahali amefika, kuna vita wazazi wake walipiga. Kwa hivyo mali katika mahali sio shida. Nikinyemelea mahali kwa account kuna kitu. Kwa hivyo siku kosa amekosa. Hajakuja hapa na ili apele. Impata na wewe kama kuna Reverend nitakuduga kitu. Anaona ndio unao ikarata utarekaje kwa pastor. Ninakupenda. Lakini most of us tunakaa, shetani mpaka amejua weakness, akiondoa pesa huji church. Akikuondolea tu pesa church hautakuja. Lakini unyokaa kama Jefitha, kimondo ndio kiongozi, lakini kinakaa kule kwa kichaka. Paka kinaanza kuwa lifestyle ya watu ambao za mwingine, wewe unafanya kazi ama uko kwa kichaka. Unaweza kuna mambo mengine, kuna watu kanaje tunaweza kana watu kanisani lakini position zao waliachilia. Unakuta mpaka Reverend mambo mengine inawasumbua.
unafaa kuwa hapo. You're not doing. Maana ulienda kwenye nyika, unakaaga na watu ambao wanataka